Mtoto mwenye ulemavu ana haki sawa na wengine. Tunajadili maendeleo ya watoto, na katika wale watoto hawajabaguliwa, wapo katika makundi yote, wale wenye mahitaji maalum na wasio na mahitaji maalum. Kwa wale wataalamu wa elimu maalum wanasema inclusion education. Sasa lengo la kutaka kujadili katika kikao hiki kwa wale wanafunzi wa aina zote ni kutaka kutengeneza mazingira, sisi kama wazazi na wadau wa elimu, ya wale wanafunzi wa aina zote, namna ya kuwatengenezea mazingira mazuri ya kuweza kujifunza wakiwepo shuleni na wakiwa nje ya shule. Lakini pia katika kujifunza kwao tunaamini kwamba watapata taaluma na ujuzi ambao utawasaidia katika maisha yao ya kila siku wakiwa kule nyumbani na mahali pengine. Kwa hiyo niombe tu kwamba sisi kama wadau wa elimu katika sehemu zetu mbalimbali tunazoishi, tunazofanyia kazi, tuone umuhimu wa kuwashirikisha wale ambao hawajafika katika kikao hiki yale tutakayojadili, ili tuweze kuwaambukiza nao waweze kuwasaidia wale walio kule mtaani, ili waweze kujua ni mambo gani yanapaswa kuwasaidia hawa wanafunzi au hawa watoto waweze kuishi katika maisha yanayostahili na kuwa salama. Tumekuwa na kampeni ni mwezi mzima sasa, na sisi CTA tumekuwa kwenye kamati ya taifa kama ambavyo mnaona hapa. Nadhani CTA mnaweza mkaiona, na mlolongo wa mashirika zaidi ya 10 na Voice of Hope Foundation hapa tukiwa pamoja. Kauli mbiu ya dunia ilikuwa inasisitiza mtoto kupata maji safi na salama, lakini sisi tukaunganisha tukasema, mbali na maji safi na salama, sisi ajenda yetu kwa taifa, swala la malezi limeendelea kuwa ni ajenda kubwa ambayo tunaona hatuko mahali pazuri. Kwa hiyo mwezi mzima tunachechemulia malezi ya mtoto, ambao tunasema mtoto ni malezi, msingi wa familia bora na taifa imara. Bila kuwa na malezi, tukiwa tunajenga msingi, malezi bora kwa mtoto ni kujenga msingi, na wote tunafahamu msingi ukisha kuwa legelege, nyumba itakuwaje? Kazi tunayofanya imegawanyika katika makundi mengi, lakini naweza kuyaweka kwenye magrupu matatu. Grupu la kwanza, katika level ya shule tunatoa mafunzo kwa walimu ili waweze kumudu mbinu za kufundisha wale watoto. Serikali imefanya jambo zuri, nasema shule sasa hii Mangaka ni shule mjumuisho, si ndio? Itaweka na watoto wenye ulemavu sawa sawa, tunakubali. Lakini je, walimu waliopo wote wana mbinu za kumfundisha huyu mtoto? Hawana. Sasa kwa Zanzibar waliofundishwa ni 20% tu, 80 hawajafundishwa. Kwa hiyo 80 wanavyoenda wao wanaburuza, kwa ile mtoto anaonekana ni wa mwisho. Kwa hiyo tunatoa mafunzo kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, kitengo maalum cha elimu ya watu wenye ulemavu kinatusaidia kufanya mafunzo. Sisi tulichojifunza ni wazazi, walezi na jamii kutowajibika ipasavyo kwa watoto wenye mahitaji maalum. Nini kifanyike kwa watoto wenye ulemavu? Sisi hapa tumeenda kuwajengea uwezo wazazi, walezi na jamii, kuwabaini na kuwapa afua stahiki, yaani kwa hao watoto wenye ulemavu. Kwenye hizi afua sasa tumezigawanyisha kwenye hizo nukta zote. Tunapozungumzia afua stahiki, shuleni kwa mfano kama sehemu shuleni ni miundombinu rafiki na vifaa saidizi. Lakini ikiwa nyumbani, maana ni miundombinu rafiki, lakini pia watoto wenye ulemavu waweze kuchangamana na wenzao, lakini pia alama za afya pia zizingatiwe kwa watoto walemavu. Lakini lishe pia wakiwa nyumbani, lakini pia mavazi na malazi yao. Lakini nukta ya tatu ilikuwa kwenye ngazi ya jamii. Jamii imarishe ulinzi kwa watoto wenye mahitaji maalum. 1. Unyanyapaa. 2. Umaskini katika familia zao. 3. Jamii na wataalamu kukosa elimu maalum ya
kuwasiliana na watoto wenye ulemavu. 4. Ukosefu wa miundombinu rafiki kwa watoto wenye ulemavu. Namba 5. Unyanyasaji kwa watoto wenye ulemavu. Utatuzi wa changamoto hizo. Elimu itolewe kuanzia ngazi ya jamii hadi kwa wataalamu mbalimbali ambao wanatoa huduma katika jamii. Matatizo wanayopata walemavu wakiwa nyumbani: 1. Kutofanya kazi, kutopendwa na wazazi. 2. 3. Kutomsaidia kupelekwa shuleni. 4. Kufungiwa ndani kuficha matatizo yake. 5. Wazazi kushindwa kumnunulia mahitaji maalum. Matatizo wanayopata walemavu wakiwa kwenye jamii: kutopata wakati wa kucheza na wenzie. 2. Kutengwa na jamii. 3. Jamii kumkejeli. Matatizo wanayopata walemavu wakiwa njiani: 1. Kutengwa na wenzio wakati wa kwenda shuleni. 2. Kupata shida wakati wa kutembea. 3. Kutosaidia akiwa kwenye matatizo, mfano akikutana na wanyama wakali kama nyoka, nge. 4. Kupita sehemu hatarishi peke yake. Matatizo yanayopata walemavu wakiwa shuleni: 1. Kutojumuika na wenzio wakati wa kusoma. 2. Kutosaidiwa na wenzio. 3. Mwalimu kushindwa kumwelekeza mwanafunzi mwenye shida ya kusikia. 4. Kurudia darasa mara kwa mara wenye shida ya ulemavu wa akili. Mtoto mwenye ulemavu ana haki sawa na wengine.